Habari, mimi naitwa Robin Rachel. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio leo anaripotiwa anaing'akia mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita, mahakama ya ICC. Ripoti zinasema kwamba analalamika kwamba ile mahakama inaingilia mamlaka ya Marekani, kwamba wengine wanadai kwamba Marco Rubio anamaanisha kwamba kwa nini ile mahakama inataka kuwashtaki viongozi wa Marekani. Umeona? Kwa hiyo hawataki. Kwa hiyo wanataka kuidhibiti ile mahakama kwenye swala zima la kuwawekea vikwazo majaji ambao tayari nafikiri wameshawekewa vikwazo. Wasiweze kusafiri, wasiweze kutumia miamala ya fedha. Yaani unawabinya katika mambo yao binafsi ili wasiweze kufanya chochote, ili wawe wanakubali kile ambacho Marekani wanataka. Na hii yote ni kwa sababu kwa nini wanachunguza kesi za Marekani pamoja na za Israel za uhalifu wa kivita. Mimi ninaitwa Robin Rachel. Sasa hebu nisikilize. Iko hivi. Unajua Marekani kwa muda mrefu nafikiri huwa mnawasikia wakihimiza sana ile mahakama ya ICC iwachukulia hatua baadhi ya viongozi wa mataifa yetu wa Afrika au mataifa ambao hawapatani nao kama Warusi. Putin alipoanzisha vita Ukraine, Marekani walikuwa ndio wa kwanza kuipigia debe ICC, mahakama ya ICC, ili mchunguze Putin akamatwe kwamba ni mhalifu wa kivita. Umeona? Mungu si athumani. Wakati vita ya Ukraine imeanza mwaka uliofuata, Hamas na Israel wakaingia vitani. Israel akaonekana amefanya uhalifu wa kivita. Umeona? Hiko kitendo kikafanya mahakama ya ICC pia ione kuna haja ya kufanya kazi yake. Hapo ndio Marekani walipoanza kuitisha mahakama ya ICC. Hawataki waichunguze Israeli, wala hawataki wachunguze wao wa Marekani. Wanataka wachunguze viongozi wetu sisi wa Afrika na viongozi wa mataifa ambao hawayapendi. Sasa hii ndio haki? Hii ndio haki na demokrasia? Hao ndio wanasimamia haki za binadamu? Ilivyo sheria katika hii mahakama ni kwamba mataifa mbalimbali inabidi yawe wanachama katika hiyo mahakama. Nafikiri mnasaini mkataba alafu mnakubali ule mkataba. Sasa kuna mataifa ambao walikataa kusaini, ambao wa Marekani hawako katika hiyo mahakama. Warusi, Israel na Iran wao nafikiri walisaini lakini hawaja ratify, yani hawajakubali kuwa chini ya hiyo mahakama. Kwa hiyo Israel na Iran haiwahusu hiyo mahakama. Sambamba na Marekani na Warusi nafikiri na Wachina haiwahusu hiyo mahakama. Lakini watu wanapomnyoshia kidole Marekani ni kwamba yeye hajasaini kuwa katika ile mahakama, haimuhusu, lakini huwa anashadadia maadui zake wakakamatwe. Linapofika swala la yeye kuchunguzwa anang'aka, linapofika swala la Israel kuchunguzwa anang'aka. Ndio kitu ambacho kinawashangaza watu wengi. Sasa watu wengine watajiuliza, kama Marekani na Israel hawajasaini, hawako katika ile mahakama, au Warusi hawajasaini, kwa nini wanachunguzwa? Ilivyo kisheria ni kwamba kama wewe hujasaini, hampo katika hiyo mahakama, lakini mkienda kufanya uhalifu wa kivita katika taifa ambalo wao wamesaini, wako katika ile mahakama, ni wanachama wa ile mahakama, basi kesi ile itachunguzwa. Kwa hiyo Marekani wanachunguzwa kwa uhalifu wa kivita waliofanya ndani ya Afghanistan. Alafu Israel wanachunguzwa kwa uhalifu waliofanya wa kivita ndani ya Gaza na West Bank kwa ujumla, kwa sababu Wapalestina wako katika ile mahakama. Na Warusi wanachunguzwa juu ya uhalifu wa kivita waliofanya ndani ya Ukraine, kwa sababu Ukraine wamesaini, wapo ni wanachama wa ile mahakama. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Marekani wao hawataki viongozi wao kutiwa doa au viongozi wa Israel kutiwa doa juu ya hayo makosa ya uhalifu wa kivita. Wao wameua mpaka na nuclear, wamemwagia watu mpaka kemikali, na sasa hivi wanaendelea kufanya mambo ambayo yanaonekana kabisa kwamba wanatuhumiwa ni uhalifu wa kivita. Hawataki kuwajibika, ila viongozi wetu sisi huko Afrika ndio wao wanaajibishwa. Hii mahakama, pengine majaji wana nia nzuri ya kutenda kazi zao vizuri, lakini mataifa makubwa kama Marekani wanaifanya hii mahakama ionekane haina maana. Umeona? Hii mahakama inaonekana inatumika kisiasa kwa ajili ya kutisha viongozi wa mataifa yetu. Hakuna kiongozi wa Afrika aliyewahi kufanya unyama mzito wa mauaji akawashinda viongozi wa Marekani. Hakuna. Nionyeshe kiongozi wa Afrika
aliyewahi kuua watu na nyuklia? Hakuna. Nionyeshe kiongozi wa Afrika aliyewahi kumwagia watu kemikali? Hakuna. Nionyeshe kiongozi wa Afrika aliyewahi kutuhumiwa kufanya mauaji ya kimbari kama Netanyahu? Hakuna. Kwa hakuna kiongozi wa Afrika. Hatuna viongozi watakatifu, wana madhambi yao. Lakini wale ambao wanatuambia sasa viongozi wetu sisi ni wana madhambi, wao ndo mashetani zaidi na hawataki kuwajibishwa. Umeona? Sasa kitu kilichonifanya nilete hii habari ni kitu kimoja. Sisi wa Afrika tuna raia wasiojua kupambanua mambo. Wao wakishaambiwa mahakama ya ICC basi wanajuaga ile ni mahakama inayotenda haki. Wakiona kuna makosa katika mataifa yetu ya Afrika, moja kwa moja utasikia akashtakiwa katika mahakama ya ICC. Tukawaambia Marekani wanajua kusimamia haki, wakashtakiwa kwenye mahakama ya ICC. Marekani alisimamia haki ya nani? Haki kwa Marekani ni pale ambapo atapata faida. Ndio maana ya haki kwake. Atakapopata access ya maliasili zenu ndio haki kwake. Hajawahi kusimamia haki ya mtu. Anasimamia maslahi yake. Kwenye maslahi anakuja kusimamia ili apate maslahi, sio ili awasaidie nyie. Sasa wananchi wa Afrika, muda wa kukazana kusema kwamba viongozi wetu wakashtakiwa kwenye mahakama la ICC ambalo Marekani analipelekesha, mlitakuwa mhutumie huo muda kusema kwamba Waafrika tuwe na mahakama yetu, tujisimamie wenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku, kuna siku mtapata kiongozi ambaye mnampenda, na siku mnapopata viongozi mnaowapenda, maana yake ni kwamba ni wazalendo, si ndio? Maana yake ni kwamba watakuwa na wanyima wale maliasili. Ukiona viongozi wanapendwa na raia, ujue wanawanyima wazungu maliasili. Raia mwenye akili atapenda viongozi ambao wanawanyima wazungu maliasili. Na mkiona wazungu wanawachukia viongozi wenu, mjue wale viongozi wenu wamewanyima wazungu maliasili, ndio maana wanawachukia. Mjue wamekaza kwenye mikataba, wanataka sasa hivi na nyie mpate maslahi, ndio maana wazungu wanawachukia. Mmenielewa? Sasa kuna siku na huwa inatokea wanawatolea viongozi wazuri kwa kuwatengenezea kashfa mbaya ili wakashtakiwe katika mahakama ile ya ICC, ili waingize vibaraka wao madarakani, ili maliasili zenu zichukuliwe kirahisi. Hivi ndivyo wanavyofanyaga. Walianza kuanzia mataifa yetu yanapata uhuru. Mmenielewa? Kongo pale wanamkumbuka Patrice Lumumba mpaka leo. Alipewa makosa ya hovyo ili tu aonekane mbaya kwa wananchi wake. Kwa Nkrumah naye hivyo mpaka wananchi wake wakaanza kuandamana, hawamtaki. Kumbe yeye ndo alikuwa malaika maskini ya Mungu. Umeona? Kwa hivi ndivyo ambavyo wanafanyaga. Kwa hiyo huu muda wa kuona mahakama ambazo zinatengenezwa na wazungu kwamba ndo zinajua kutenda haki chini ya usimamizi wa wazungu, mnatakiwa muamke, mjue kwamba wazungu wanaangalia maslahi yao tu, bali nyie mnatakiwa mjisimamie, kujihukumu wenyewe kwenye kesi zenu. Mjifunze kujua jinsi ya kujisimamia katika nyanja zote, kiuchumi, kijeshi, na hata katika nyanja za kujihukumu katika makosa mbalimbali. Umeona? La sivyo basi viongozi wazalendo wataendelea kuuliwa na kupinduliwa na kubaniwa uchumi kila mara. Watu wengi wananiambiaga kwamba unawatetea viongozi wa Afrika. Sisi wa Afrika ni maskini kwa sababu viongozi wetu wazembe. Jiulize, kwa nini mkipata viongozi wazalendo wazungu wanawafanyia fitina na kuwaua na kuwapindua? Yule ambaye akiwaona mmepata kilicho bora anakuja kukiharibu, ndio mtu wa kwanza mnatakiwa mshughulike naye. Huyo ndo mchawi wenu wa kwanza, afu ndo mnaangia sasa au wengine wa huku ndani ambao ni rahisi kuwatoa. Lakini yule ambaye akiona mmepata mzalendo anakasirika, anafanya figisu, kubana uchumi, kutengeneza propaganda, achukiwe, apinduliwe, ikiwezekana auliwe, afungwe, basi hao wazungu, kisa cha wao kukataa nyie msipate viongozi bora, kisa cha wao kuchukia baadhi ya viongozi wenu, ni kwa sababu wale viongozi wenu wanawapambania na wanashindwa tu kuongea, maskini ya Mungu. Wanaacha muwachukie. Wanashindwa kuongea kwa sababu wanaogopa uhasama na Marekani. Lakini viongozi wengi mkiona wanachukiwa na wazungu, mjue ndio wanawapambania kwenye mikataba. Na mkiona viongozi wanapendwa na wazungu wa magharibi, mjue mmeuzwa. Mkiona Marekani anamsifia kiongozi wa Afrika kwamba ana demokrasia, mjue kashatoa maliasili zenu. Naitwa Robin Rachel na hii ni Robin Tanzania Global.